watu ambao niliwapenda sana ni wewe, na katika watu ambao najutia sana kuwapoteza ni wewe. Yaani natamani hata mara moja tu urudi. Nakupenda, nakupenda. Rudi. Urudi japo dakika moja tu. Lakini hiyo ni sababu ya yule mbwa. Isingekuwa ni yeye, nisingekuwa katika mateso haya. Lakini mimi nakuombea tu kwa Mungu akuweke sehemu inayokustahili, sehemu nzuri. Nakupenda. Kwa nini uliniacha peke yangu? Na kumbuka tulipanga vitu vingi sana. Siku moja kuwa na familia yetu, kuwa na watoto. Lakini kwa sasa ni kama ndoto kwangu. Na hii yote imenilazimu mpaka kuishi na mwanaume ambaye simpendi. Sina hisia naye. Rudi. Siwezi bila wewe. Moyo wangu. Katika watu ambao nawachukia ni wewe mwanamke. Ni wewe. Kwani wewe ni nani? Mpaka ondoke na furaha yangu. Muondoka na kila kitu kwenye maisha yangu. Si ndio? Yaani natamani nikufufue tena. Yaani natamani nikufufue tena. Alafu nikuue kifo kibaya sana tofauti na cha mwanzo. Unafanya nini hapa? Hivi unadhani unavyoongea haya nakusikia? Haya ni makaburi, unaweza kuongea leo mpaka kesho. Hakuna anayekusikia hapa mke wangu. Afu wewe ni mtu mzima, jaribu kutumia akili basi. Mtondoke kwanza. Mzigo niliobeba kichwani kwangu, najiona kama nimekosea kukupenda. Nakupenda na ndio maana nina wivu. Kuna muda natamani kumbato lako lakini upo mbali. Siwezi bila wewe. Unafanya nini mke wangu? Shida nini? Sasa mke wangu, unadhani ukijiua ndo unasolve tatizo? Basi hata jifunze kusahau, kwa sababu matatizo yapo kwa kila binadamu mke wangu. Unapotaka kujiua hausababi, yani
hausolve tatizo. Ni sawa sawa unajiongezea tatizo jingine. Wewe mwenyewe una matatizo, bado tena unataka kujitoa tena duniani usababisha matatizo mengine. Wewe ukijiua huko ndani kwangu, kesi itakuwa kwa nani? Nina nini cha kuwaeleza mimi serikali? Basi sahau mke wangu, matatizo yapo kwa kila binadamu. Fanya kama yamepita. Fanya yani wewe sahau, tufanye kama hamna kitu ambacho kiliwahi kutokea katika maisha yako. Unanielewa mke wangu? Sio hivyo bana. Siwezi bila wewe. Moyo wangu. Ya, ndo mimi sina magari. Okay. Sasa mimi nimetoka hapo ofisini, lakini hapo ofisini nimemwacha mtu. Na by the way naweza nikarudi hapo baada ya masaa kama 3 hivi. Naweza vipi kuondoka nikamwacha mke wangu hali ya kuwa alikuwa anataka kujiua? Hapana. Ngoja niende naye. Mama watoto, nilikuwa naomba tuelekee wote dukani. Lakini mwanangu, mimi sijisikii vizuri. Kwa naomba ungeenda tu. Naelewa. Lakini please, nilikuwa naomba tuelekee wote mama. Najua uko sawa na ndio sababu ambayo mimi nahitaji tuende wote dukani. Kwa sababu unajua tunapopita huko tunaangalia maua, miti, and something unajua unapata refreshment fulani hivi kwenye akili. Please, nakuomba tuende wote. Okay, sawa. We can go. Okay, let's go. Mzigo niliobeba kichwani kwangu, najiona kama nimekosea kukupenda. Nakupenda na ndio maana nina wivu. Kuna muda natamani kumbato lako, lakini upo mbali. Naomba tuwe maumivu moyoni. Nakupenda, naongea kutoka moyoni. Nakupenda, pigo ya moyo wangu yanakutacha ni wewe. Nakupenda, nimesha kula yamini. Nakupenda, moyo unawaka moto kama tanuli. Kumbe mke wangu akiwa eneo ambalo lina watu kuna namna anakuwa na furaha. Sasa hapa natakiwa nimtoe katika ile eneo, nikatafuta eneo lingine ambalo na imani atakuwa sawa kabisa, na nitamtoa katika dimbwi la mawazo ambayo yanamsumbua. Ngoja nitajaribu kumshirikisha nione naye pia atasemaje. Nakupenda, pigo ya moyo wangu yanakutacha ni wewe. Nakupenda, nimesha kula yamini. Nakupenda, moyo unawaka moto kama tanuli la mkaa. Nakupenda.
usitumie nafasi ya kunyumiza. Ningewezeza kukuna moyo, ningeupapasa na kumwagilia maji. Mke wangu, mimi kuna idea nimeipata. Unajua mimi naona kama tuame pale tunapoishi, twende sehemu nyingine, pengine inaweza ikasaidia wewe kurefresh na kukaa sawa. Unajua mimi sipendi unavyokuwa katika hiyo hali mama. Mungu, mimi nasema tu asante sana, kwa sababu ni mwanaume ambaye unajali, unapenda. Sasa napenda vile unavyojali furaha yangu. Kwa hiyo chochote utakachopanga kuhusu sisi, kuhusu maisha yetu, ni vizuri, siwezi kukupinga. Nakupenda sana mama. Nakupenda pia, tena sana tu. Huwezi zima hata kwa barafu, hata wazazi wangu hawawezi kunipatia upendo wangu. Nakupenda. Mungu, bado tufike tu. Wait, tushafika tayari. Yaandae macho yako. Okay. 1, 2, 3. Surprise! Mungu, mbona nitisha? Sema neno basi. Hii ndio nyumba yetu mpya na kuanzia leo tutakuwa tunaishi hapa. Sema unanitania. Wewe. Moyo umejawa na furaha nikiwa karibu nawe. Napenda unavyojaribu kunitafutia furaha. Labda nina furaha ya kukutana na kiumbe cha aina yako. Moyo unatabasamu kila nikikuona. Najiona ni mtu naishiwa maneno, sina ujasiri mbele yako. Unajua kunidekeza pale napokuwa karibu yako. Upendi kuniona nikiwa na huzuni. Nahisi ulitumwa kuniwaza. Thank you. Hapo sasa natumai utakuwa na furaha. Ninapenda pazuri. Ndio nilichokuwa nataka wewe uwe na furaha. Wow. Nakupenda mume wangu. Nakupenda pia mama. Hodi. Kuna mtu anakuja alikwambia? Hapana. Okay. Mwanamke bwana. Kafika leo tena anaenda kumpokea mtu akiwa jambazi je. Habari dada. Salama, karibu. Asante bwana, kwa jina naitwa Rubei. Nasambaza maziwa. Sasa nilikuwa nimekuja kuchukua oda ya maziwa kwa mama Umaira, si nimemkuta. Kwa sasa tupo sisi, yule amehama. Lakini hata mimi pia unaweza ukawa unaniletea kila siku. Basi hamna shida dada yake.
Odbei. Vipi mjomba? Poa poa. Sasa usisahau kunipelekea lita 5 maziwa fresh kwa shemeji yako nyumbani. Hamna tatizo mjomba, tupo pamoja. Poa poa. Mke wangu, shida nini? Shida nini mama? Shida nini? Wewe. Siwezi bila wewe. Moyo wangu upo kwako. Masuala ya kufanya usafi nyumbani ya kupanga vitu. Wanawake inaonekana mnapitiaga mengi. Nimechoka kinoma yani. Mke wangu. Nimenyamaza si kwa sababu sina kusema. Niambie. Una tatizo gani? Nakuuliza wewe una shida gani? Yaani nimetumia gharama zangu kununua nyumba nyingine. Tumetoka kule tulipotoka, tumekuja huku. Najua mambo yatakuwa mapya, alafu naona ni mambo yale yale. Yaani sawa nimefanya nothing. Unahisi mimi ni chizi au? Mbona kwa hivyo mke wangu? Nieleze basi shida nini? Kila muda unamkumbuka huyo mtu mmoja jamani. Yaani kila muda unamkumbuka mwanaume mmoja. Basi kama kuna sehemu ambako yeye aligusa, niambie basi alikugusa wapi ambako mimi sijawahi kukugusa wewe. Hivi unajua nimevuruga wewe. Anyway, basi mke wangu. Naomba hayo mambo achana nayo. Kuwa sawa basi. Yaani unavyokuwa hivyo mimi unaniumiza moyoni mwangu. Unajua na mimi nina wivu. Na mimi ni mwanaume. Unadhani inakuwa katika hali gani ninapokuona huko hivyo? Jaribu basi, nitaidi mama. Wangu. Siwezi bila wewe. Mangu, mimi nakupenda sana. Na sio kwamba nafanya hivyo kwa makusudi.
Si uliniahidi kwamba utakuwa na mimi kwenye furaha, lakini pia naomba univumilie, nitakuwa sawa. Lakini mke wangu, unajua uvumilivu una mwisho. Yaani kila kitu katika hii dunia kina mwisho mke wangu. Hauvumilia sana na kupenda pia sana, lakini unanikatisha tamaa. Hebu angalia basi jitihada ambazo nazifanya juu yako. Niambie basi niongeze kitu gani ambacho kitakufanya ukae sawa. Just tell me. No, mimi naona uko sawa, kwa sababu hii hali lazima kila mwanaume angeipitia. Mimi sipendi ongea maneno yako. Relax, chill, shusha pressure mama. Upo kwenye nyumba yako mpya na maisha yawe mapya. Sipendi uwe kwenye hiyo hali. Sasa chill, relax, shusha pressure mama. Unajua tumekuja kwenye nyumba yako mpya na tuanze maisha mapya. Acha bana, toka kwenye hiyo hali. Sasa nataka nikakutolee kitu cha coffee. Coffee moja inaitwa Southern Coffee. Najua hujai kuipata hiyo. Haya, tulenga kuandalia mama. Asante. Inawezekana vipi kumuona akiwa hai? Msitaki kuniambia watu wanaishi mara mbili. Hapana. Kuna namna, haiwezekani. Nitakutunza niwezavyo. Furaha yako jukumu langu, moyo wako. Hivi naota au mbona kama siamini ninachokiona? Auamini nini?